mwanangu. Kwa kweli kunywa juisi peke yako? Naomba basi na mimi mwanangu. Wewe. Unaenda wapi? Hiyo juisi nimekununulia wewe. Sio ya kugawagawa, umesikia? Kunywa peke yako, sijakwambia ugawe. Baba Jaki. Kosa langu. Kosa. Una nini wewe? Kwa mimi siwezi kumtania mwanangu. Na yeye jinsi ni bei gani kiasi kwamba akinipa utafilisika. Umesemaje wewe? Mwanao? Huyu ni mwanao? Umemwacha siku mbili mtoto kapotea. Umeshindwa hata kumwangalia mtoto mdogo. Hapo unasema mwanao. Wewe unafaa hata kuwa mama wewe. Mume wangu, naomba unisamehe. Nilikosea na siwezi vita na wewe. Sisi tunatakiwa kujenga nyumba moja na sio kugombania fito. Na nakuahidi ili alitojirudia tena na nitakuwa makini na mtoto wetu. Huyu ndo mwanamke ambaye sasa mimi namjua. Najitahidi sasa. Wakati mwingine usicheze tena na utajiri wangu. Sawa. Ancho, kaa hapa. Kunywa juisi. Baba kamtoa mwana, maisha hawezi kusonga. Vita ya kusaka pesa. Naomba unisikilize kidogo Roja. Ulinielewa vibaya. Sikuwa namaanisha vile ambavyo uliniona. Naomba uniamini. Nakupenda Roja. Siwezi nikakufanyia chochote kibaya. Mimi sikuachi Roja. Kwa nataka nikwambie mangapi kwa nakupenda. Na zile dawa zilikuwa ni kwa ajili ya ulinzi wako mwenyewe. Marcus, nakuchukia. Nakuchukia sana. Tena sana. Unajua, kwa muonekano wako na unaoyafanya hamuendani hata kidogo. Mtoto mdogo kama wewe kuwa mchawi hata upendezi. Unajua kuna muda najiuliza nilikupendea nini mimi wewe. Mume wangu, nakuomba mara moja. Sasa nataka niulize jambo moja. Hivi mama yule mtoto amepatikana? Hapana. Hajapatikana. Hapa kwenyewe nipo kwenye mchakato wa kumtafuta mama wa mtoto. Alafu hata asipopatikana, si atakuwa mtoto wetu tu, utamlea. Au utaki kulea? Hapana, sio kwamba sitaki kulea. Napenda ila mtoto mwenyewe ndani hayupo. Sasa Mungu si Asumani. Hatimaye za mwezi zimetimia sasa. Zimetimia. Kumbuka mapenzi na ahadi zetu Roja. Kwa leo unaamua vibaki hadithi na unaenda mbali. Sasa unaamua kunitukana na kunikashifu kweli? Mapenzi na ahadi. Ahadi na mapenzi yako yalitengenezwa na uchawi. Labda nikwambie kitu kimoja. Nenda katimize mapenzi yako na wachawi wenzio na sio mimi. Mjinga mmoja wewe.
Sio hivyo Roja, ulinielewa vibaya. Tami hayupo. Hayupo. Sasa atakuwa kaenda. Hata mimi mwenyewe sielewi alikoenda. Acha masiala. Sasa mtoto ndani hayupo, kaenda wapi? Yaani mimi mwenyewe hata sielewi. Mchana hapa alikuja mtu yote? Hapana, hajaja mtu yote nyumbani. Isije ikawa labda hujamwangalia vizuri, labda akajifunika na shuka hivi. Hapana, nyumba ni ya kwangu naijua. Huo mtaa una maajabu sana. Mtoto ingekuwa anatembea tungesema labda kaenda kucheza. Sawa, embu tujaribu kuangalia labda katambaa katoka nje. Pembeni. Hem, jaribu kumwangalia huko nyuma ya nyumba. Na mimi nimalizie shughuli yangu hapa. Sawa, ngoja kwanza tuangalie. Ungezunguka na huku sasa, wewe muangalie huku ngoja nipende. Sawa. Kosa langu, kosa langu, kosa langu, kosa. Unajua hili ni jambo la kustajabisha sana. Mtoto alikuwa amelala ndani na mke wangu hajaenda kokote, alishinda hapa nyumbani. Hizi kijiji kimekuwa cha ajabu kweli. Kama ameweza kumuiba mpaka mtoto na watu mpo nyumbani, au tufanye kuwe na hata kaulinzi kidogo. Tujaribu kusaka mtaa hadi mtaa tuone. Ni kweli unachosema Mchere, lakini mtoto ameibiwa mchana na sio usiku. Sasa hapa tunafanyaje mjumbe? Uone kwamba ni tatizo hili. Kama wanaweza kuiba mtoto mchana kweupe tena kwa mjumbe, uone kwamba anaweza akaiba hata kitanda kakwacha umelala chini. Mimi nakwambia ana hii inashangaza watu. Ngoja nijaribu kuongea na viongozi wenzangu ili tujaribu kuweka hiki kijiji kikae sawa. Kweli mjumbe, hebu fanyeni hivyo. Maana hii hali inatutisha, tuna watoto ujue. Hivi Diva, unajua kama yule mtu aliyokuta kisimani amepotea tena? Kapotea tena? Ndiyo, kwa taarifa nilizopata yule mtoto aliyokuta kisimani amepotea tena. Wakati huo alikuwa yuko chini ya uangalizi wa mjumbe. Sasa mimi najiuliza, au mamake alimuiba? Hilo haliwezekana. Sababu pale kwa mjumbe, yupo mjumbe mwenyewe, yupo na mke wake. Yule mtoto hata kutembea hawezi, atapoteaje kusiaje? Mimi mwenyewe nashangaa. Au mama yake kamuiba? Ni jambo ambalo haliwezekani. Atamuibaje wakati alimtupa? Sijui. Hata atakuwa ameenda. Mimi naye hata hatujui. Lakini tuachane na haya. Mimi nimekuja mnajisha udugu wangu. Siri pekee na shoga yangu. Jana sinikakutana na Roja mwenzangu. Analia huyo. Anaambia nije nikuite mkaongee tena, yanazungumzika. Unajua mjomba? Mungu mkubwa. Uko na nini? Huwezi kuamini yule mtoto eti yake amerudi. Sasa unajua mimi kitu kingine ninachojiuliza. Yule mtoto alikuwa wapi? Na imewezekanaje kurudi? Yaani kwa hapo tu. Unajua hichi kijiji mjomba kama kina ajabu mimi naonaga. Kama vile ulivyosemaga siku hii. Yote kwa yote. Kwamba ni bora tumfuate mama yake, tuonane naye tuweze kumuuliza alikuwa wapi. Unajua unaweza tukahukumu kwamba labda kuna 1 2 3. Yule mtoto inawezekana katika michezo yake huko alikokuwepo, akawa amejisahau, akamelala huko. Ni kama hivyo. Ila kweli mjomba hapo ndo maana.
Sasa tunampata sisi bibi muende nyumbani kwa. Hilo halina shida. Mimi nafikiri kwa sababu mama Jaki yupo, hahami. Si unanielewa? Hahami hapa. Kwa hiyo yupo, sisi muda wote, wakati wote tutaonana naye, tutazungumza naye, atuambie. Hapo sawa. Si unanielewa hapo mjomba? Hapo umefikiria la maana. Eh. Sasa mjomba bwana, nina taarifa nimepewa nikuletee. Haya, jambo gani bwana? Asubuhi mimi natoka kwangu. Shimigi yangu sasa. Ndio mpenzi wako wewe. Acha bwana. Acha bwana mjomba. Usiniambie kama mambo yameshaka. Mimi asubuhi nimemtuma shemeji mchele. Aenda kamwambia rafiki yake. Acha tu kunisumbua. Mimi ndio simtaki tena. Habaki tena mwanamke wake. Mwanamke, yeye mwenyewe anasema yule mwanamke mchawi. Eti alimloga. Anajitetea. Anajitetea tu. Sasa kama namwambia yule mwanamke mchawi na mimi ataniambia mchawi. Huo ni ujinga wake, hata sio mwanamke mchawi wala nini. Naomba tu shemeji mchele akaenea ongelee vizuri kwa sababu ananisumbua sana afu kujipatia na mwanamke wake. Kumbuka amemtukana, amemdharau. Yaani hapo kijijini watu wanajua kabisa Rose amemdhalilisha. Afu tena baada anarudi life tu nimpokee hivyo inawezekanaje? Achana naye bwana, yule ana tamaa tu. Wanaume wenyewe sinajua hapa kijijini yule ni ana tamaa. Na angekuwa anakupenda kwa hiyo hata asingekuwa anakudhalilisha kufanya uchafu mbele yako. Kijiji hiki kuna mtu asiyejua kwa wewe amefanyia vibaya. Ndio. Hata mtaki tena sasa ndio tuna maisha yake. Haya mwaya, mimi nimepita kukusalimia maana siku hizo umenisusa, simu zenyewe unipigie, nikikutumia message ujibu. Mimi kutoka gangu sema kazi za shamba zilinibana. Ndio maana nilikuwa sijaonekana. Yamekaa wapi? Yaani ananiambia hivi. Nikuambie kabisa, yani ujue. Mwenzako sasa hivi hana muda na wewe na hafikirii tena wewe. Anachofikiria yeye ni kusonga mbele. Maana analalamika asema wewe si ulipitisha kwenye mashimo gani naye. Kwa hiyo sasa hivi hataki. Na ikiwezekana wewe mzingatie huyo mwanamke ulionao sasa hivi. Hana tena muda wa kufikiria wewe. Mjomba. Yaani mimi nikajua kwamba unakuja kunipa jambo la furaha kwangu. Lakini mjomba, kumbe na tena umekuja kuniumiza. Yaani ukijua kwamba yule ndo mwanamke ambaye mimi nampenda. Ni mwanamke wangu wa maisha. Sasa pale mjomba, mimi nitaongea nini? Labda tofauti na hapo, labda pengine mkutane yeye yenyewe, jaribu kuzungumza. Sasa mimi naweza kukutana naye vipi wakati yeye hataki tuongee, hataki tuonane? Yaani sielewi tu mimi nifanyaje mjomba. Mtoto wa kike yule, wale wanakuwa na maamuzi ya haraka, kusimbia anaweza tena akapindua haraka. Yaani mjomba, mimi unanichanganya. Sasa baadaye bwana. Kwa nini mimi Salima mimi ananitesa, lakini kwa nini mimi anaamua kuniumiza? Yaani ananiumiza, anajua kabisa kwamba huyu mtu mimi namuumiza. Nisijui tu yani mimi bwana, sikia. Mimi yake Mungu utakuja kuniua mimi yake Mungu. Tachukua kamba mimi siji nijiue tu. Aniliza ni mwanzo. Mapenzi itakuwa ni raha. Hayake marejesho. Ona imekuwa kara. Unayempenda kupendi. Hapo ndo inaanza bara. Ogopa ukikosa chenji. Hapo inakuwa kara. Mimi nashukuru tu mwanangu alirudi salama. Japokuwa sijui alikuwa wapi na alikuwa na nani. Kwa maana kila niliyemuuliza aliniambia hajamuona. Mimi nafikiri kutakuwa kumeanza na tabia za kuiba watoto. Na tunatakiwa kuwa makini sana. Watu wanasubutu kuiba mpaka kwa mjumbe. Unafikiri hiyo ni hali ya kawaida kweli? Na kama ameanza kuiba watoto, mbona tutakoma? Dada, kama kwangu huyo anavyotembea, akipotea tena yule shetani huwa mimi.
Vipi dada? Mbona unalia? Alafu ngoja ujifiche nyuma ya nyumba. Kuna tatizo gani? Niko sawa mdogo wangu. Mimi mdogo wako. Naona sababu yoyote kunificha kinachokuumiza. Naweza kusaidia hata kimawazo tu. Hakuna tatizo. Kukiwa na shida nitakwambia. Unaweza kuendelea na mambo yako. Sawa. Ndiyo hapo nasema nitakuwa tuwe makini sana. Unajua wanaume wao huwa wanaona kushinda nyumbani na watoto ni kitu rahisi sana. Wasijue magumu tunayopitia nyumbani. Kwa sasa mjumbe amesemaje kuhusu kupotea kwa mtoto? Atasema nini? Tumemtafuta kote hatujamuona. Anasema anaendelea kumtafuta. Kosa langu, kosa langu, kosa langu, kosa langu, aniliza ni mwanzo, mapenzi takuwa ni raha, hayake marejesho. Ona imekuwa kara, unayempenda kupendi, hapo ndo inaanza bara. Ogopa ukikosa chenji, hapo inakuwa kara. Na digili lakini sio ya mapenzi, yamenizidi akili, yamenifanyia ushenzi. Wewe na mkataa naye nipenda kumbe na kipaji pia cha uwizi unacho. Na ndio maana ukaamua kuiba mapenzi ya mdogo wangu na kumuumiza bila kujali. Kosa langu, kosa langu, kosa langu, kosa langu. Kumbe shemu. Shemu, unajua niko peke tu. Napenda sana. Sana, Salma. Nimeyatambua makosa yangu. Na ndio maana nayajutia. Kama Roja kaka. Roja amesema hataki kuniona wala kunisikia. Na mbaya zaidi ananitukana mchana kweupe mbele za watu. Namchukia sana baba. Roja nirudia, sitamsamehe baba. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Na nitajitahidi kuongea na Roja. Na mimi atanielewa. Sisi sote ni wanaume. Na kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana mdogo wangu kwa kuipigania furaha yangu. Kama ukilitimiza hilo, amini kuwa utakuwa na deni kwangu. Aniliza ni mwanzo, mapenzi takuwa ni raha, hayake marejesho. Na leo hiyo mwanzo na mwisho kuniita mimi shemegi yako. Kwa shemegi wapi? Mbona umetapeli kama mimi wewe? Sasa ni shetani anakupitia. Hata sisi kukupitia na wewe ni rafiki yake. Basi ni shemu. Mimi nampenda sana Salma. Naomba ongea naye. Anipe nafasi nyingine tena. Ni bora uondoke. Kabla sijakuitia
kelele za mwizi. Tapeli mlaghai wewe. Wapo. Baba kamtoa mwana, maisha hawezi kusonga. Vita ya kusaka pesa, kubadilishia mboga. Kinachotokea ni mipango ya Mungu. Wabaya tunaishi nao, tena ni walimwengu. Osala